Tutafundishana sana jioni. Ibada hii ninatamani tutumie muda mrefu kuomba kulingana na ratiba zilizoko hapo mbele yetu. Ezekieli ile sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza. Maandiko yananiambia hivi: ikawa katika mwaka wa 30, ukawa katika mwaka wa 30, mwezi wa 4. Hebu sema mwezi wa 4. Naomba rudia tena kwa mara ya mwisho. Okay, mwezi wa 4, siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari, mbingu zilifunuka, nikaona maono ya Mungu. Mbingu zilifunuka, nikaona maono ya Mungu. Kumbe mwezi wa 4 kuna possibility ya mtu mmoja akielewa kwamba okay, kumbe mwezi wa 4 kuna uwezekano wa mbingu kufunguka na kuweza kuona maono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, Mungu ana picha, Mungu ana maono kwa ajili yako, ili uweze kujiambatanisha na maono ya Mungu, ili aweze kutokea mwilini na kuyaishi yale maono ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili yako. Ni lango hili la mwezi wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyemtokea Ezekieli katika mwezi wa 4 iko dhahiri na ina maana kabisa. Biblia inaposema ulipofika mwaka wa 30, mwezi wa 4, Biblia inapotaja mwezi wa 4 kuna uzito wake. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kuna uzito wake, mpaka Biblia inasisitiza na kuandika mwezi wa 4. Kuna siri ndani ya mwezi wa 4. Kuna maono ya Mungu ndani ya mwezi wa 4. Kuna image, kuna picha ya Mungu ndani ya mwezi wa 4. Anatamani uione mtoto wake. Mwezi wa 4 Mungu ana maono na wewe. Kuna aina ya maono Mungu anatamani uelewe na kutembea nayo. Kuna aina ya image, kuna aina ya picha, kuna aina ya mtizamo, kuna aina namna Mungu anavyokuona. Mwezi wa 4 anatamani mtoto wake uone, ili hayo maono yafanyike mwilini katika jina la Yesu. Haleluya watumishi. Na ni mwezi huu tutaenda kurusha mbegu kabla Biblia hajaenda kuachilia maono yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, nikaja tena nikasoma katika kitabu hiki Zekaria ile sura ya 8 na ule mstari wa 19, na kuonyesha kodi zilizoko ndani ya mwezi wa 4. Ninakuonyesha siri zilizoko ndani ya mwezi wa 4. Ukishindwa kufahamu, adui anaelewa, adui anajua siri zilizoko ndani ya miezi. Usiingie tu mwezi kikawaida, umekuta tu tarehe moja umeingia tarehe moja mwezi wa 4. Nosa. Ukiingia kwa namna hiyo pia tutaonewa sana. Tutakuwa tunafanya vitu hatuoni matokeo, hatuoni sana, kwa sababu tumeingia katika namna ya uelewa wa kawaida. Yaani tumechukulia kama taratibu, miezi inabadilika basi tumejikuta tu. Hapana, miezi inapobadilika basi unajikuta humo ndani ya mwezi. Unajua kabisa huo mwezi umebeba kitu gani kwako. Huo mwezi umebeba hatima gani kwako. Umebeba utembeleo namna gani ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Okay, Zekaria sura ya 8 mstari wa 19. Zekaria ile sura ya 8 na ule mstari wa 19. Maandiko yananiambia, Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Saumu ya mwezi wa 4. Hebu sema saumu ya mwezi wa 4. Naomba rudia tena. Saumu ya mwezi wa 4. Kuna miezi kadhaa hapa ametaja, naomba nisome yote. Saumu ya mwezi wa 4 na saumu ya mwezi wa 5 na saumu ya mwezi wa 7 na saumu ya mwezi wa 10 zitakuwa furaha na shangwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nazungumza na mtu hapa elewe siri yoko ndani ya mwezi wa 4. Ndio maana Mungu hajataja miezi yote pale. Amesema saumu ya mwezi wa 4 na miezi ile inayofuata mingine. Mwezi wa 5, mwezi wa 7, mwezi wa 10. Sasa mimi ninataka nikulete kwenye saumu ya mwezi wa 4 au ibada ya mwezi wa 4. Ibada yote utakayomlingana na Bwana ndani ya mwezi wa 4, Mungu anasema ndio itakuwa ibada ya furaha na shangwe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Saumu ya mwezi ndio itakuwa siku au itakuwa mwezi wa ibada za furaha na shangwe. Mwezi wa 4 huwezi kuishi kwa mateso, huwezi kuishi kwa huzuni, huwezi kwa mateso, huwezi kwa fungu. Unajua nini Mungu amekusudia ndani ya mwezi wa 4? Ndani ya mwezi wa 4 Mungu jicho lake anautizama au ana kusudi lake analodhamiria ni kuona kwamba mtoto wake, furaha ni sehemu yako, shangwe ni sehemu yako. Ukae mbali na kilio, ukae mbali na uchungu, ukae mbali na kuonewa. Kwa nini wewe mtu wa maumivu? Kwa nini wewe mtu wa kuonewa? Kwa nini wewe mtu wa kukata tamaa? Wakati yuko Mungu wako, yuko baba yako ambaye ameachilia unabii ndani ya mwezi wa 4. Kwa maana nimekwambia, ukisoma maandiko vizuri utakuja kuona namna Mungu anavyohudumia watu, namna Mungu anavyotusaidia kwenye kila mwezi. Ana namna utembele wake, it never be the same. Haifai kusoma Biblia utakuja kuona mwezi wa 3 Mungu tunatembea katika sura hii ambapo Mungu pia anatusaidia kufahamu kupitia kitabu cha Esther na kitabu cha Ezekiel. Unaona namna Mungu
mwezi wa 3 ndipo Wayahudi walipata msaada wao, nyaraka zao zikabadilishiwa. Mwezi wa 3 unabadilishana nyaraka. Kama uliandikiwa nyaraka mbaya, unawezekana kusimama na kubadilisha nyaraka. Ile kitabu cha Esta sura ya 8 mstari wa 9, mwezi wa 3. Alafu Ezekieli ukisoma ile 31:1 utakuja kuona pia Mungu anamtokea Ezekieli, anamwambia nenda kwa Farao, nenda kwa Farao ukamwambie Farao. Mwezi wa 3. Kumbe mara nyingi pia Farao anaendewa mwezi wa 3, anasikia. Si kwamba miezi mingine asikii, ila kuna utofauti. The power that move in the 3rd month, ule mwezi wa 3 haitafanana na nguvu ya mwezi wa 4. Kuna namna Mungu anajifunua mwezi wa 4, kuna namna Mungu anajifunua mwezi wa 3, ili tuweze kukapcha msaada wa Mungu, ili tuweze kuona sasa huyu Mungu anatusaidia. Anategemea tunaelewa vipi pia kwenye ile eneo tunavyobadilika, au miezi inapobadilika na tunapopata neema kuingia kwenye miezi. Mtumishi wa Mungu, Mkristo ambaye uko mahali hapo, usipoelewa shetani anaelewa. Ndio maana hata ukisoma Biblia vizuri, pale wakati Yesu anashindana na shetani, wanabishana, walikuwa wanabishana kwa neno, kwa maana ya kwamba huko Uganibesi, kumbe adui anasoma neno, anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipojua wewe kutumia ile andiko vizuri, basi adui atakutumia. Sasa nimekuonyesha mwezi wa 4, hakikisha mtumishi, huzuni isiwe sehemu yako katika jina la Yesu. Rapasha tarabu. Mwezi wa 4, hakikisha mtumishi, uchungu, maumivu yasiwe sehemu yako katika jina la Yesu. Bwana kupe furaha na shangwe. Bwana kupe furaha na shangwe. Bwana kupe furaha na shangwe. Yes, naomba tusimame sasa. Ni yule anaitwa Niko ambaye niko. Anaitwa Niko ambaye niko. Mungu analitizama neno apate kulitimiza kwenye maisha yako. Mungu analitizama hili neno. Kuna mtu ameelewa asubuhi ya leo kwenye hili neno, ili Bwana aweze kumtokea na kumpa furaha na shangwe. Mwambie Mungu kabisa, hakika nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Imani chanzo chake ni kusikia. Nimeamini nimesikia neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu mlingane katika sura. Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1. Zekaria sura ile ya 8 mstari wa 19. Yambatanisha tena na Mungu kwa ndani ya mwezi wako. Rusha hiyo mbegu kabla hujaingia kesho. Na ile Ayosha utaona namna utakavyofurahia mwezi wako. Utaona namna shangwe zitakavyoandamana na mwezi wako. Haleluya mtumishi. Nitasema ndio. Nitasema ndio. Ndio Bwana, ndio Bwana, nitasema ndio, nitasema ndio. Hata sasa wewe ni Omega. Asante kwa kunipa neema yako ya kumaliza mwezi salama, ya kumaliza mwezi salama. Ninakushukuru wewe uliye Alfa, wewe uliye Omega. Umeanza nami toka tarehe 1 na unamaliza nami hata leo. Jina lako liinuliwe, jina lako liinuliwe. Alfa na Omega.
ndiwe Bwana. Sasa ninatamka la mwezi wa 4. Lisikie neno la Bwana, lisikie neno la Bwana, lisikie neno la Bwana. Zekaria sura ya 8 mstari wa 19. Zekaria sura ya 8 mstari wa 19. Mwezi wa 4, mwezi wa 4, mwezi wa 4, mwezi wa 4, ninakusemesha furaha na shangwe, furaha na shangwe ni haki yangu, ni haki yangu. Furaha na shangwe ni sehemu ya familia yangu. Mwezi wa 4, mwezi wa 4, lisikie neno la Bwana. Ninakutabilia huzuni, uchungu sio sehemu yangu, sio sehemu yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nipe furaha, nipe furaha mwezi wa 4, nipe shangwe, nipe shangwe, nipe shangwe. Rabasataya manteketaya reketaya mane. Inakuwa Bwana analitizama neno apate kulitimiza, analitizama neno apate kulitimiza. Zekaria sura ya 8 mstari wa 19. Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1. Yuko Bwana analitizama neno apate kulitimiza. Nenda mbele zake, nenda mbele zake. Chukua mwezi wa 4, ni wa kwako, ni wa kwako. Ubebe mzima mzima toka tarehe 1 hata tarehe ya mwisho. Adui asikutangulie, adui asikutangulie, adui asikutangulie, adui asikutangulie. Furaha ni haki yako, shangwe ni haki yako, maono ni haki yako. Rabashendeketai ribashekatai maketa ramando. Hata unayetufuatilia, endelea kuomba, utabilie mwezi wa 4. Wewe ndio nabii wa kwanza wa maisha yako, wewe ndio nabii wa kwanza. Hakuna nabii mkuu zaidi yako. Wewe ndio nabii wa kwanza. Unalokusudia litakuwa, unalokusudia litatokea, litatokea. Wewe ndio nabii mkuu, wewe ndio nabii wa kwanza wa maisha yako. Itabilie, utabilie mwezi wa 4. Tabilia mema, tabilia mazuri. Usingoje atoke mtu akutabilie, usingoje atoke mtu aje kukufunua maisha yako. You carry it. Umebeba hiyo neema, umebeba hiyo neema, umebeba hiyo neema ya kujitabilia na vitu vikatokea. Rema seketaya manekatara. I will never be the same, I will never be the same, I will never be the same. Sitakuwa vile kama nilivyokuwa mwezi wa 3. Mwezi wa 4 natembea na Mungu aina yake. Mwezi wa 4 nitatembea na maono ya kimbingu. Mwezi wa 4 nitatembea kwenye furaha na shangwe. Reba sataya. Endelea, 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 tuendelea. Utabilie mwezi wa 4, utabilie, utabilie, endelea kutabilia, endelea kutabilia. Unasikia, 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 unasikia. Utabilie mazuri tu, utabilie mema, ni haki yako. Hautaonewa tena. Wewe si wa huzuni, wewe si wa uchungu, wewe si wa kukasirika, wewe si wa kukata tamaa, wewe si wa kuchoka. Reba sataya maneke terebosh.